nimezungukwa na watumishi wa Mungu, na maisha yangu toka nimezaliwa mpaka hapo nilipo nimetokea kanisani, yaani nimetokea kwenye madhabahu. Na darasa la kwanza kuanzia matibabu, karo za shule mpaka naanza kazi hiyo mwaka 2010 ni Mungu, yaani ni fedha zile ambazo zinatoka kanisani kwenye madhabahu. Alafu hapo nilipo nimefikia kwa mchungaji, hapo ni kanisani. Alafu naomba niko ndani ya kanisa. Yaani nikigeuka kulia nikiangalia kushoto naona ni neema. Naona ni neema. Kwa hiyo kwa kiimba neema ya Mungu, hata nyumba ulionayo nikatizama nikatafakari ni neema. Nikaona kama huu wimbo unanihusu kabisa. Ni kama alikuwa ananiimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nina furaha kwa sababu neema ya Mungu imeendelea kuwa kubwa kwangu na Mungu ameendelea kunisaidia. Mambo ni mengi. Kianza kuelezeana hapa nini kilitokea, nini kilikuwa, vipi maisha yalikuwa na changamoto ni nyingi. Lakini unapompokea Bwana Yesu ya kale yanapita na sasa yanakuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia shuhuda zimenivutia, zimenijenga pia. Shuhuda huwa zina tabia ya kujenga mtu kiroho, kukupa hatua nyingine. Mungu huwa yuko kila mahali. Kule shuleni nilipokuwa nazungumzia mchungaji, tunasema Mungu yuko kila mahali. Iwe ni chini ya mti, iwe ni kwenye kibanda kako ka M-Pesa, iwe ni shambani ukiwa unalima, ukimuita sehemu yoyote yeye anateremka na anakupa majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu alimwambia mwanamke Msamaria, akamwambia, ninyi mnaenda kumwabudu Mungu mahali fulani. Na anasema saa inakuja na sasa imekwisha kufika. Wamwabuduo halisi hawatamwabudu kule au huku, lakini wamwabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu yuko katikati ya watu ambao wanamwabudu katika roho na kweli. Katika roho kwa maana ya uongozi wa Roho Mtakatifu, lakini katika kweli kwa maana ya uongozi wa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa madogo yana baraka. Na nilisikia mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anazungumza, nikalichukua hilo. Makanisa yanayoanza, yani wale wanaoshiriki taabu ya mchungaji, wanaoshiriki adha, wanaoshiriki mateso, wanaoshiriki ule ugumu wakati mchungaji anaanza kumtumikia Mungu baada ya kuitwa, wanazipokea na baraka zake. Yaani ukimpokea mchungaji kama mchungaji unapata baraka ya mchungaji. Ukimpokea nabii kama nabii unapata thawabu ya nabii. Ukimpokea mtu kama mtu utapata thawabu ya mtu. Lakini thawabu ya mchungaji, thawabu ya nabii, thawabu ya mtumishi wa Mungu ni kubwa kuliko thawabu ya mtu. Amen. Kwa hiyo makanisa yale ambayo yanaanza ziko baraka tena za kutosha kabisa. Watu hawajafahamu bado. Na zile baraka ni katika maana ya kuanza naye. Wakati anaanza ile kazi, akikwama hapa unasaidia kidogo ulichonacho, unasaidia kidogo ulichonacho. Ule uwepo wako katika ibada, namna ambavyo unaweza kushuhudia wengine kule wakaendelea kuja, nyie mnakuwa kama limbuko, kama malimbuko mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu anawatizama hawa kama watu muhimu mno, kama msingi katika kanisa hilo. Kwa hiyo hawa wana baraka kubwa. Mimi nafurahia makanisa madogo. Kuanzia hapo na mimi nikiendelea kujijenga kiroho, ya kwamba kumbe kuna baraka kwenye makanisa madogo. Huko ndiko tunaanza kujenga, tunaanza kununua mabati, tunatafuta nenda kununua viwanja, tunaanza kununua vyombo. Hizo ndio baraka zenyewe. Lakini kule ambako tayari imekwisha kuwekwa, naenda kuchukua nini tena? Na kule kwanza sitaki niongee vibaya, lakini baraka niishie tu hapo, ya kama baraka za Mungu zinapatikana mahali ambako kazi ya Mungu inaanza. Baraka zake ni kubwa, na zile baraka ambazo Mungu anaweka kwa mchungaji na washirika pia wanazishiriki pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo tujifunze kuhusu nia. Tujifunze kuhusu nia. Nia. Naweza nikaifananisha na dhamiri, lakini wacha nibaki kwenye nia. Hapo hapo. Nia unaweza kuwa ni mpango, kusudi, mtazamo, dhamira, lengo au dhumuni. Unaweza ukaandika chochote tu. Kaandika mpango, kusudi, mtazamo, dhamira, lengo au dhumuni la kutaka kukamilisha jambo au haja fulani. Tukisoma kitabu cha Mithali sura ya 23 na mstari ule wa 7. Mithali 23 mstari wa 7. Biblia inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya kula kunywa, lakini moyo wake
haui pamoja nawe. Maana yangu iko pale kwenye A. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mimi ninavyoona nafsini mwangu ndivyo nilivyo. Sio ndivyo nitakavyokuwa, ndivyo nilivyo tayari. Yaani Biblia inasema, Bwana Yesu anasema afikirivyo mtu ndivyo alivyo. Sio unavyofikiri ndivyo nitakavyokuwa. Ukija kwenye fikra ya kawaida wataalamu wana saikolojia wanaamini kwamba unavyofikiri ndivyo unavyokuwa. Ukifikiri wewe ni maskini utakuwa maskini. Ukifikiri wewe umefanikiwa na ni tajiri, utafanikiwa na utakuwa tajiri. Hiyo ni imani. Na ukifikiri hautaoa, hautapata mume, hautapata mke, hivyo ndivyo inavyokuwa. Lakini Mungu anaenda mbali, anasema hivi, anavyofikiri mtu ndivyo alivyo, sio atakavyokuwa. Kwa hivyo ninavyofikiri mimi sasa hivi sio kwamba ndio nitakuwa hivyo baadaye. Tayari nilikwisha kuwa hivyo kabla, ndio maana nafikiri hivyo nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna kitu cha kuchukua hapo, kwamba ninavyofikiri sivyo nitakavyokuwa. Yesu anafundisha vizuri. Anasema ninavyofikiri ndivyo nilivyo. Kwa hiyo tayari kama fikra yangu ni mbaya, kama nia yangu ni mbaya, kama mawazo yangu ni mabaya, hivyo ndivyo nilivyo tayari. Sivyo nitakavyokuwa. Huko mbele nakutana na matokeo ya vile nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo napokuwa na nia, napokuwa na mpango, napokuwa na kusudi, napokuwa na mtizamo, napokuwa na dhamira, napokuwa na lengo au dhumuni la kutaka kukamilisha jambo au haja fulani katika maisha yangu, tayari hiyo nia nilionayo ndivyo nilivyo tayari. Kwa hiyo huku mbele sivyo nitakavyokuwa, isipokuwa huko mbele ni matokeo ya vile nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini na ile nia niliyo nayo. Aidha inaweza kuwa mbaya au inaweza kuwa nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na nia ndio itakayoniongoza mimi katika utendaji wangu katika maisha. Katika maisha ya kila siku hauwezi kufanya jambo bila kunia. Kwanza nina nia kufanya jambo fulani. Mtu akinikosea au akinikorofisha au akinidhulumu, kwanza ninafikiri, alafu ninaazimia. Ninakuwa na kusudi, ninakuwa na mtizamo fulani juu yake, ninadhamiria jambo, ninaweka dhumuni la kutaka kukamilisha jambo au haja fulani ya kutimiza furaha ya moyo wangu, si ndio? Sasa napolichukua lile na kuliweka katika fikra zangu, baadaye naliwekea mpango wa kulitekeleza. Kwa hiyo nina nia, si ndio? Na nia kufanya kitu fulani. Kwa hiyo napokuwa na hii nia, sio kwamba ndivyo nitakavyokuwa, tayari nimekwisha kuwa hivyo kabla. Na ile nia kama ni mbaya, tayari ndani yangu imekwisha kuharibika kabla. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu anasema kimtokacho mtu ndicho kilichoujaza moyo wake. Kinachomtoka mtu ndicho kilichoujaza nini? Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo siwezi kutoa hasira kama huku ndani sina hasira, sivyo? Siwezi kutoa uchungu kama huku ndani sina uchungu. Siwezi kuwa na hofu kama huku ndani sina hofu. Siwezi kuwa na wasiwasi, siwezi kuwa na mashaka kama ndani yangu hakuna mashaka. Kwa hivyo, maelezo rahisi ni kwamba vile ninavyoonekana katika maisha yangu na matendo yangu ni matokeo ya nia niliyokuwa nayo baada ya kuwa nimekwisha kuwa hivyo kabla. Kwa hivyo, mimi huwa nasema mtu akinitukana nikakasirika, mwenye makosa sio aliyenitukana, mwenye makosa ni mimi mwenyewe. Kwa sababu ile hasira inafanya nini huku ndani? Nimetoa hasira kwa sababu nini? Niko nayo, sivyo? Natoa hasira kwa sababu hasira ninayo. Ndiyo maana Yesu aliwaambia watakapowatukana, watakapowapiga, watakapopeleka kwenye mabaraza yao, aliwapa onyo mapema. Lakini aliwaambia wasiondoke Yerusalemu mpaka watakapopokea ahadi ya Mungu, yaani Roho Mtakatifu ndani yao. Roho Mtakatifu yeye aliondoa ile hasira, aliondoa wasiwasi, aliondoa chuki, aliondoa kisasi. Kwa hivyo hata Bwana Yesu alipomtemea mate wakamtukana, yeye alinyamaza kimya. Kwa sababu ndani yake hakuwa na hasira. Hakuwa na alichokifanya, alisema wasamehe kwa sababu hawajui watendao. Yaani ukiona ndani yako kuna hasira, kuna tatizo, ndani yako kuna shida, sio yule ambaye amenidhulumu ndio mbaya kwangu. Hapana. Sio yule aliyeniibia, sio aliyenitukana wala aliyenisengenya. Yule hana tatizo. Mimi sitaki nimzungumzie huyo. Shida ipo kwangu. Kwa nini nichukie? Kwa nini nikurudishie baya kwa baya? Biblia imesema utalipa baya kwa jema, sivyo? Kwa hiyo nikilipa baya kwa baya, huko ndani yangu kuna ubaya. Ikiwa ndani yangu hakuna ubaya, wewe ukinitendea baya, mimi siwezi kutoa baya. Alipo. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndani hakuna baya, linatokea wapi?
Mabaya yanatoka kwa mwovu. Kwa hivyo nikiona na hasira ndani yangu baada ya kumtendea ubaya, maana yake ndani yangu kuna shida. Natakiwa nijikague mimi, sio wewe, kwa sababu ulimwengu huu tunaoishi umejaa watu wa aina za kila namna. Kwa hiyo nikitaka nitafute furaha huku nje, siwezi kuipata. Unaweza kutembea tu hapa na pale, umeshatukanwa, mtu ameshakusukuma, mtu amekudhulumu nyumbani, mtu kampiga mwanao. Kwa hiyo haya ndio mazingira ambayo tunafanya nini? Tunaishi. Kwa hiyo nikitafuta furaha nje, siwezi kuipata. Ndio maana furaha lazima itoke ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunajifunza kwamba nia inatokana na fikra, vile ninavyofikiri. Na kufikiri, fikra hutokana na mambo yanayotoka nje kupitia milango ya fahamu ya wanadamu. Nia inatokana na fikra. Fikra, yani kufikiri, kutokana na matokeo ya huko nje. Kile ninachokiona, kile ninachokisikia, kile ninachokinusa, kile ninachokigusa, kile ninachokionja, si ndio kinaathiri kufikiri kwangu? Kwani mtu aliposhindwa kuacha sigara kabla hajaanza kusukumia alikuwa anazifahamu? Kwani mtu aliposhindwa kuacha tabia ya umalaya kabla hajaanza alikuwa anafahamu? Mtu aliposhindwa kuacha pombe kabla ya kuanza kuitumia alikuwa anajua? Lakini baada ya kuanza kuitumia, ndio wanasema vitu kutoka nje. Ukaanza ukaitumia, inakujengea fikra hiyo ya kufikiria kwenda kuitumia, kama ni sigara au kama ni pombe. Biblia imesema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko tutakao chemchemi ya uzima. Kwa hivyo tusipolinda mioyo yetu, tunatoa nafasi ya zile tabia ambazo baadaye zitatutesa na itakuwa ngumu kuziondoa katika maisha yetu, kwa sababu tumezizoelea. Zimeingia, zimekuwa kwenye akili zetu, zimeingia kwenye fikra zetu, na tuna nia kuyafanya hayo. Kwa hiyo unaponiona kila siku jioni au kila baada ya muda fulani mtu amekamata namna hii, maana yake ninapotoka nyumbani kwenda kununua, maana yake si nimenia kwenda kuvuta. Lakini hiyo nia au hiyo tabia ilianza kwanza kwenye kuona wengine wakivuta, kwenye kuonja kile ambacho walionja wengine, kwenye kuangalia yale ambayo sikutakiwa kuangalia. Tukaja amezungumzia hapa habari ya zinaa, zile picha zile. Ya kwanza kabisa, usipolinda moyo wako, maana yake ni kila kitu unataka ukiangalie. Kila kitu unataka uangalie. Huo ndio mwanzo wa kuharibika. Unapoanza kuangalia, kinaanza kujengeka kwenye ubongo wangu. Kinaanza kuingia polepole. Kitapita kwenye uelewa wangu, kwenye conscious. Lakini baadaye kitaanza kuzama kwenye dhamiri yangu ya ndani, kwenye subconscious. Na inafika sehemu inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Utaanza kujaribu. Na ukishaanza kujaribu, shetani anachokifanya na hakikisha anakupeleka kwa kasi. Kwa kasi kweli kweli. Na tena nakupa ufanisi. Alafu utafika sehemu nia yako inakuwa imeshaharibika. Yaani nia maana yake inafuatia tabia zako, maisha unayoishi kila siku. Kwa hiyo unaharibu nia. Kwa hiyo chanzo cha kuharibu nia ni milango hii ya kawaida ya fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho nakiangalia, kile ambacho nakisikia, kile ambacho ninakinywa au ninakila au ninakionja. Amezungumzia kwa habari ya dawa za kienyeji. Utaanza kuchemsha majani ya mpera, utaanza kuchemsha mizizi, utaanza kuogea majani ya moshafedha, baadaye utaenda kwa mganga wa kienyeji. Na baada ya kwenda kwa mganga wa kienyeji, kuna mtu amezungumza hapa, hii ni mchungaji. Baadaye akamwambia, huu ndio utaratibu wetu wa hapa. Aenda anapanda ng'ombe usiku. Yeye aliona ni kawaida. Lakini kumbe polepole shetani anakuchukua taratibu, anakuingiza katika ufalme wake, atakufikisha sehemu ambayo hauwezi kutoka. Na kuna eneo kikufikisha kuondoka humo ndani, lazima nguvu kubwa, sio tena nguvu ndogo. Lakini shida ni nini? Ulishindwa kulinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naposikiliza muziki ya dunia, napoipa nafasi ya kuisikiliza, hata kama ni kwenye basi, usifikiri napita kule. Shetani ana akili kweli kweli. Anajua akisha kukusikizisha zile nyimbo za dunia, zinajenga kitu katika akili. Na nimejifunza juzi, nimesikiliza mashuhuda nyingi na naendelea kuzisikiliza za watu ambao wamefanikiwa kwenda mbinguni na kurudi. Zile sio nyimbo za kawaida. Yaani ile sauti imevuviwa, ni pepo kabisa, linaingia kwenye sikio, linaingia kwenye ubongo, alafu linaondoa uwepo wa Mungu. Ilikuwa umefika Ijumaa Mwanza 9:30 Mwanza, hauendi kanisani jioni hiyo, una nguvu ya kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbe
zile picha ambazo nazitizama za wasanii wakubwa, video movies, ninapozitizama nazifurahia wanapopigana au ni historia fulani. Lakini napokuwa nazitizama yule mtu ameshaenda kutafuta fedha, katika maana ametoa sadaka kwenye madhabahu ya shetani, amepewa nguvu na uvuvio, amepewa mvuto, zile movies zinauza vizuri. Napokuwa naitizama ile, automatic ile nguvu ya shetani iliyopo kwenye ile movie inanyonya nguvu yangu ya kimungu, inaondoa uwepo wa Mungu kwangu automatic. Kama nilikuwa ni mtu wa maombi, naanza kupunguza kuomba. Kama nilikuwa mtu wa kufunga, naanza kupunguza kufunga. Kama nilikuwa mtu wa kusoma neno, naanza kupunguza kusoma neno. Tatizo limetokea wapi? Movie nazopenda kuziangalia, nyimbo nazopenda kuzisikiliza, mbona uwepo hauna shida? Mbona umevaa vizuri, sina Bob Marley? Mbona unaongelea tu maisha ya kawaida? Unaongelea mafanikio, unaongelea mapambano dhidi ya uhuru wa nchi zetu za Kiafrika. Sio nyimbo za kawaida. Wewe unaziona za kawaida kwa sababu umeshakamatwa akili. Na kisha kushika akili, shetani anakusogeza karibu yake. Wala sio rafiki. Shetani hajawahi kuwa rafiki. Anakusogeza karibu, anakusikizisha ule uvuvio wa zile nyimbo, utakuhamisha. Yaani pale wewe unafurahia, unaona hapa, lakini yeye ameshaona mpaka mwisho wako. Huyu mtu anatakiwa kuwa mtu fulani. Anakumalizia hapa mapema kabisa. Kupitia nyimbo, kupitia movie, kupitia mazungumzo yasiyokuwa na maana. Kwa kila neno watakalo linena wanadamu, kwa kila neno lisilokuwa maana watakalo linena wanadamu, watalitolea hesabu siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maandiko. Bwana Yesu anasema katika kila neno lisilokuwa na maana. Nikitoka hapa nikaenda kumsalimia mama fulani jirani, tukaanza kuzungumza mambo yasiyokuwa ya lazima, kama hatuna jambo la msingi la kuzungumza, kama hatutazungumzia neno la Mungu, automatic tutajikuta tumeanza kuzungumzia habari za mtu. Kitendo cha kuanza kumzungumzia mtu kwa namna yote hii, tayari umeshakaribisha uwepo wa shetani kwenye mazungumzo yako. Na kazi yake ukishampa nafasi, akishaingia, ni kuanza kuharibu, kuondoa uwepo wa Mungu kwako. Ndugu zangu, uwepo wa Mungu ukiondoka kwa mtu, huwezi kuwa na hamu ya ibada, huwezi kuwa na hamu ya kuomba, huwezi kuwa na hamu ya kusoma neno. Akisha kuondoa hapo stage ya kwanza, stage ya pili, anaanza kukupa hamu yake. Anaanza kukupa hamu ya wanawake, anakupa hamu ya mwanaume, anakupa hamu ya pombe, anakupa hamu ya sigara, anakupa hamu ya kukaa kijiweni, anaanza kukurudisha kule ulikotoka pole pole. Alafu alipokuwa na akili, anakupeleka taratibu na wala hutashtukia. Na hakuna mabadiliko ya ambayo ni magumu kuyashtukia kama ya pole pole. Yale ya ghafla, kila mtu anakushtukia. Wewe, siku hizi umekuaje? Lakini yale ya pole pole, hata wewe mwenyewe huoni kama unabadilika. Unaona uko sawa. Lakini kumbe umeshaanza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini, kwa sababu nia inajengwa na fikra, na fikra inajengwa na yale tunayoyaona huku nje. Hata mahubiri, ndio maana kwenye madhehebu haturuhusu kusikiliza kila mahubiri. Sio kila mahubiri unatakiwa kusikiliza. Sio kweli. Yanaingia bado kwenye akili yako. Yako mahubiri sio sahihi. Yatajenga kitu kisichokuwa sahihi kwenye akili yako. Alafu yanaondoa uwepo wa Mungu. Asubuhi nimeshangaa, tunasikia shuhuda moja tena. Yule mtumishi anasema wakati anahubiri mchungaji, Mungu alimuonyesha mtu alikuwa amekaa pembeni, akamwambia simama njoo akamuombea. Kwa na pepo. Baadaye akaanza kumhoji ile pepo. Pata nini ndani? Sema alimekuja tu kupotosha kweli ya Mungu. Yaani wakati anamsikiliza mchungaji huku, kumbe yeye pepo yuko ndani yake, anataka apotoshe hicho kinachoongelewa hapa, akipate vingine kabisa. Akamwambia kwa sababu ndio kazi yangu niliyopewa mimi. Mimi natokea kuzimu. Kazi yako ni ipi? Sema kazi yangu mimi na degree ya theolojia. Kumbe kuzimu na leo nasoma Biblia. Jamani, kuzimu pepo limesoma Biblia, limemaliza, linaijua vizuri. Hii tunayohubiri, linaifahamu vizuri. Lina degree. Tena hana degree ya heshima, limefaulu vizuri kabisa. Wanasoma kabisa kule. Wanayafahamu haya. Wanayajua. Kwa hiyo lipo vizuri, lengo lake limekuja kupotosha kweli. Na kumbe issue sio kusoma tu kama gazeti. Unaweza ukasoma mstari, andiko linaweza likaua na likahuisha. Kwa hiyo kazi yake yeye ilikuwa ndani yake, lile andiko lisimuuishe, limuue. Na Biblia hii kienda kwa haraka bila uongozi wa Mungu na Roho Mtakatifu inakuua. Vile vile unakufa kabisa. Kifo cha kawaida cha kiroho na ikiwezekana cha kimwili tunamalizia. Unakufa kabisa. Kwa hiyo
tunachokisikia pia ni muhimu. Nasikiliza nini? Naangalia nini? Na naonja au natumia kitu gani? Bwana Yesu asiwe. Amen. Fikra zinaweza kutokana na kile tunachokiona, gusa, sikia, hisi, tunachonusa, tunachoonja, pepo au Roho Mtakatifu. Fikra zangu pia zinaweza kuathiriwa na pepo, demons au Roho Mtakatifu. Pepo pia ana athari kwenye maisha ya mtu. Roho Mtakatifu pia ana athari katika maisha ya mtu. Inategemea umempa nafasi nani, sio? Kwa unaamua. Anasema niko mlangoni nabisha hodi, atakayefungua nitaingia, Bwana Yesu. Kwa hivyo unayemruhusu kuingia ndani yako ndio atakayekusikizisha. Kwa hiyo sio lazima niwe naona nasikia hata nikiwa nimelala. Bali naweza nikapokea kutoka ulimwengu wa roho. Kama maisha yangu sio safi mbele za Mungu, lazima utapokea tu kutoka ulimwengu wa giza, pepo. Na kenyewe ni chanzo cha taarifa itakayonifikirisha au kunipelekea kwenye kuamua au kunia kufanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuomba kabla ya kulala. Lakini vile vile Roho Mtakatifu yetu tukimpa nafasi, na yeye pia anatusemesha. Anatufundisha, anakuelekeza, amka uombe. Unajisikia tu kwa mko usingizi unakatika, siku sana usingizi unakatika. Una usingizi unakatika. Kuna wakati fulani mchungaji wangu mama nilikuwa namsimulia kwa fika saa 8 usiku usingizi unaisha. Lakini baadaye utakuja labda kesho mchana usingizi unakuja kabisa. Sasa ni matatizo fulani. Ukiona umeamka usiku, wewe omba, anza kuomba. Wala sikuona kama ni sikuelewa sana mwanzoni. Baadaye nasikia shuhuda tena. Mtu mmoja anasema kuanzia saa 8 saa 9 mpaka saa 11. Sasa haya ni maono Mungu anajifunua kwa watu mmoja mmoja. Sema mbingu anga linakuwa wazi. Ni wakati ambapo yeye anasema. Haijalishi uko nchi gani, lakini wakati ambao kuna utulivu, ni wakati ambao Mungu anasikiliza. Yaani maombi ya mtu hayana upinzani mkubwa kama nyakati nyingine. Si ndio? Kwa hiyo kumbe wakati mwingine Roho Mtakatifu anakuamsha. Yeye anakuamsha na kusikizisha, amka. Sasa wewe hujui nifanye nini? Sasa umeshaamka usiku. Unaona? Shetani anakupa sasa umeamka saa 8. Kuna ile series tunaimalizia. Angalia season 2. Huu ndio muda wenyewe. Si umeshaamka saa 8 usiku na TV ipo na nini? Na flash ipo. Kwa hiyo simalizie season 2 kwa sababu unachagua. Hata kama roho ya mtu haina Roho Mtakatifu ndani yake, ataenda kuangalia nini? Kuangalia movie. Au kusoma hadithi za siku bado zipo za Shigongo. Sasa nikumalizia pengine sura ya 9 ukoje uendelee kwa kasi usiku hii, kesho yako umalizie kitabu uchukue pengine kingine. Lakini kama Roho Mtakatifu yuko ndani ya mtu, anakufundisha tu kwamba sasa hizi umeshaamka. Kwanza hayo hayako ndani yako. Yaani hayo movie, stories, music, wewe hayako ndani. Kwa hiyo ukitafuta huku hayamo. Kwa hiyo ukiamka saa 8 usiku, huku ndani hakuna muziki, wewe sio mpenzi wa movie, sio mpenzi wa mpira. Kwa hiyo unakaa tu unashangaa, kwa nini siombe? Sababu ndicho ambacho tunakiona mbele yako. Kwa nini sisome neno? Kwa sababu ndio kitu ambacho kiko ndani yako. Kwa hiyo kile ambacho kinatoka ndani yangu ni kile ambacho kipo. Siwezi kutoa kitu ambacho sina. You can't give what you don't have. Huwezi kutoa furaha wakati hauna furaha. Huwezi kutoa upendo wakati hauna upendo. Huwezi kutoa utu wema wakati haumo. Huwezi kutoa baraka kwa mtu wakati huna baraka. Huna baraka unabarikije mtu? Ndio. Yaani huwezi kuwa na amani wakati haimo. Kwa hivyo kumbe yale mazingira yetu ambayo tunaishi kila siku, katika maisha yetu ya kila siku tunaruhusu vitu vinaingia ndani yetu, na kama sivyo ya kumtukuza Mungu, maana yake uvuvio huo au mvuto huo unaonipelekea kujifunza hayo ni pepo. Ni nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutokukaa chini ya ulinzi wa Mungu ni jambo la hatari, kwa sababu shetani masaa 24 anazunguka, kila sekunde anatembea. Yako mambo ni mengi, shuhuda hizo simulia hapo, mambo ni mengi kweli kweli. Lakini tumtafute Mungu na nguvu zake ili tuwe na usalama au uwepo wa Mungu katika maisha yetu kila dakika, ili tuwe salama. Ili tuwe na uwezo wa kumpinga shetani na yeye afanye nini? Na yeye akimbie. Ule ni uwezo. Yaani kukataa ushawishi wa shetani ni uwezo ambao Mungu anaweka ndani ya mtu. Mimi natafakari. Yesu amezunguka na wanafunzi wake wale 12. Amezunguka nao miaka 3.5. Amewafundisha. Biblia inasema kama kila kitu kingeandikwa, hii dunia tunayoishi, dunia hii yenye watu bilioni 7 kama na milioni 400 sasa hivi,
isingetosha kile kitabu. Mambo ni mengi ambayo Yesu afanya nini? Aliyafanya. Sasa wale wanafunzi wake walishuhudia yote, kuanzia la kwanza, pengine maeneo mengine hawakuwepo, lakini walishuhudia mengi mno aliyoyafanya Bwana Yesu, ambayo sio kila kitu kimeandikwa. Na ndio maana Bwana Yesu anasema, akamwambia hivi, akamwambia msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea ile ahadi ya Baba, mpaka mtakapopokea nini? Nguvu. Hebu pata picha, watu wamezunguka na Mungu mwenyewe miaka 3.5, lakini Mungu anawaambia wasiende kuhubiri, wasiende kushuhudia, wasiende kufungua makanisa, wasiende kuombea mtu mpaka wapokee nguvu kwanza, baada ya kujiliwa ndani yao nini? Roho Mtakatifu. Yesu anafahamu kazi na utendaji wa nguvu za giza katika ulimwengu huu. Bwana Yesu alikuwa anafahamu. Kwa hivyo angewatuma hivyo, wangeraruliwa, wangemalizwa kabisa. Kwanza wasingekuwa na uvumilivu, wasingeweza kuvumilia kupigwa mawe mpaka mwisho kama Stefano, mpaka unakufa wakati unaendelea kumhubiri Mungu. Hiyo sio nguvu ya kawaida. Unakimbia jiwe la kwanza tu, umeshaanza speed kwa kweli. Lakini ile nguvu ya kukaa pale unamweleza mtu ukweli, anarusha jiwe la kwanza na kupiga, unafuta, unamweleza ukweli na kupiga la pili, naeleza tu, unapigwa mpaka unauawa. Ile nguvu sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu ndio aliwaambia wasiondoke mpaka atakaposhuka juu yao Roho Mtakatifu. Na baada ya kuwa ameshuka juu yao Roho Mtakatifu, ndio wakaanza kuihubiri Injili. Kwa hiyo bila kuwa na ile nguvu sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 8, mstari wa 21. Biblia inasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni mwake, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya haya kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati wa Nuhu. Mungu aligharikisha dunia yote kwa maji, lakini baadaye, baada ya kuwa maji yamekwisha na gharika imeisha, ile safina imetuama, wakatoka. Na Mungu hapa anasema mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Mungu mwenyewe anakubali ya kwamba mawazo ya mwanadamu ni mabaya toka ujana wake. Na kwa nini mwanadamu anakuwa na mawazo mabaya? Tunakuwa na mawazo mabaya kwa sababu yale mamlaka yetu. Mungu alisema mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wa kondeni, si ndivyo? Lakini yale mamlaka tukayaacha, tukamkabidhi nani? Shetani. Sisi wenyewe baada ya kukiuka maagizo ya Mungu, maana yake ile mamlaka tukampa Shetani. Kwa hiyo ndio akawa mtawala wetu. Yaani sisi tulikuwa tunamtawala Shetani. Tulikuwa sisi ndio watawala pamoja na Mungu. Mungu anatawala mbinguni, sisi tunatawala wapi? Duniani. Tukabadilisha utaratibu sisi wenyewe, tukampa mamlaka yetu nani? Shetani. Yeye ndio akaanza kutawala. Na akinitawala, maana yake siwezi kufanya kinyume cha anacho kizungumza. Kwa hiyo ndio maana mawazo ya mwanadamu Mungu anasema ni mabaya tangu ujana wake. Katika maana ya tangu anapojitambua. Sema tangu anapobarai vyovyote vile, lakini tangu mtu anapojua mema na mabaya, anapojitambua, mawazo yake ni mabaya siku zote. Nia inabadilika tu tunapoamini taarifa mpya, habari njema, baada ya kuzisikia, kuona au kuzipokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hii nia, tumezungumzia nia, tuna nia ambazo tunazo, tuna mawazo ambayo tunayo, tunatenda yale yasiyompendeza Mungu. Yanaanzia wapi? Tulitoa ruhusa ya vyanzo vyetu vya fahamu kuyasikiliza yasiyofaa, yakaharibu mioyo yetu. Na sasa tunataka tuzungumzie kubadilisha nia mbaya tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema nia ovu. Nia ovu. Ukiruka ukuta wa nyumba ya mtu kaingia ndani, alafu ukawa na mpango wa kwenda kuvunja geti uingie ndani kwa saa ya nyumba hiyo uchukue kitu fulani. Ukikamatwa ukiwa ndani ya ukuta, unashtakiwa kwa kosa la nini? Kosa la wizi. Kwani umeshaiba? Umeshafunja mlango ndani. Lakini si uko ndani ya ukuta. Ulikuwa unakwenda kufanya nini? Sikuiba. Unahukumiwa kwa nia ovu. Huyu mtu alikuwa na nia ovu. Na unafungwa kwa kosa la wizi. Yes, tunaifahamu. Hawa hatujui. Unashtakiwa kwa kosa la wizi. Ukichomoa simu ya mtu barabarani saa hizi hapa, si ndio? Alafu akakimbiza akakukamata,
alafu kamrudishia simu yake, akakupeleka polisi, unafungwa kwa kosa la nini? La wizi au la kutaka kuiba simu. Yaani kinachohukumiwa ni ile nia. Sawa? Ni ile nia ulionayo ndio inahukumiwa. Nikiona hela shilingi 10,000 iko ndani ya nyumba, alafu kuna kioo kaichungulia, nikasema sema chimbai kile kioo kiko wazi. Ameloki. Kumbukaje huyu? Hii kwa imeenda. Lakini nikapitiliza kwa sababu nimeshindwa kufanya nini? Fungua kioo. Mbele za Mungu nimeshaiba, mimi ni mwizi. Kwa mbele za Mungu kile kitabu cha Matendo malaika amefungua ameandika wizi wa hela, ameiba shilingi 10,000. Hivyo hivyo, nimeshaiba. Kuiba mbele za Mungu sio mpaka kuchukua, ni nia. Nia yangu ndio nayoiba. Kwa sababu kingekuwa wazi kile kioo, ningechukua. Si ndivyo? Kwa hiyo Mungu anahukumu nia. Agano la Kale Musa kwenye Torati ya Musa aliwaambia wasizini, si ndio? Wasizini. Lakini baadaye Bwana Yesu akasema hivi, kila anayemwangalia mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kwa hiyo kumbe kuzini sio zoezi kabisa linakamilika mahali fulani. Kule kunia moyoni mwangu kwamba sasa huyu ngoja nifanye mpango haya mazingira yalikuwa magumu nifanyeje hapa? Alafu ikashindikana. Hii tatafuta wakati mwingine. Mbele za Mungu umekwisha fanya nini? Umekwisha kuzini kwa sababu kilichokuzuia ni mazingira. Lakini tayari umeshamaliza kile kitendo. Nia itatuhukumu mbele za Mungu. Tusisubiri mpaka yale matendo ambayo tunayatenda ndio tutahukumiwa mbele za Mungu. Hapana. Ile nia tu. Nikiwaza kwamba sasa Jumapili asubuhi nimechoka, sasa nisipoenda kanisani mchungaji naye asiponiona sitakuwaje? Itakuwa balaa. Ngoja niende. Mbele za Mungu hujaenda kanisani, uko nyumbani. Hata kama uko home. Nenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda mbali. Kwa hiyo ile nia nayokuwa nayo, ngoja na mimi nitoe bwana. Nitaonekanaje hapa nimekaa alafu sijachangia? Inaweza kwa hiyo akawa mzuri. Tu mzima kabisa nimechomekea hivi na suti nisitoe mchango. Mimi 50,000. Si ndio? Kumbe nimetoa kwa sababu nitaonekanaje mbele za watu. Hiyo ndio nia yangu ya kutoa. Nia ya mimi kutoa sio kwamba moyo wangu umenipa kupenda kutoa, lakini watanionaje watu? Mbele za Mungu huyu mtu inaandikwa ni majigambo au kujisifu. Huyu mtu anajisifu, ni kosa mbele za Mungu. Ni dhambi. Pesa yako imepotea na mbele za Mungu imeandikiwa kosa. Bwana Yesu asifiwe. Nia. Kwa hivyo tunajifunza kwamba nia itabadilika tu tunapoamini taarifa mpya. Taarifa mpya ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Taarifa mpya. Nikisikia taarifa mpya, hiki ninachokizungumza hapa ni taarifa mpya kwa mtu aliyekuwa na nia mbaya, au mtu aliyezoelea kuishi maisha au kunia mabaya katika maisha yake. Hiki ninachokiongea hapa, hii ni habari njema. Kwa hiyo nia yako mbaya inabadilika tu unapoamini taarifa mpya. Taarifa mpya nayoitoa hapa ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuzisikia, kuona au kuzipokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Unajua unaweza kanisikiliza lakini usikubaliana ninachokiongea, si ndio? Unaweza kanisikiliza nikaongea mpaka mwisho, alafu ukabaki na mambo yako kama kawaida. Ukabaki vile vile, unaamua. Katika kitu ambacho Mungu hawezi kuingilia ni nia ya mwanadamu. Mungu haingilii kabisa. Akulazimisha uokoke. Mungu afanye hiyo kazi. Kulazimisha kuokoka. Hiyo ni nia. Kama umeamua kutokuokoka sawa. Kama umeamua kuokoka sawa na kusubiria wewe kwanza uchukue hatua ya kwanza. Nimeamua. Na anaangalia, ameamua kweli huyu au anataka watu wamuone? Au ana lengo lake fulani. Unajua Mungu hawezi kumdanganya. Unaweza kumdanganya mimi kama umeamua kuokoka kwa lengo lako fulani. Mimi nisijue. Lakini Mungu hawezi kumdanganya. Yeye anafahamu huyu mtu hajaokoka. Huyu mtu ana ajenda yake nyuma. Ana mpango wake wa siri. Si ndio? Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kusikiliza habari mpya ambayo inakuja ili kubadilisha nia yangu na kubadilisha nia ya kwako. Na baada ya kuisikiliza, maamuzi ni ya kwangu. Unajua naweza nikawa niko huko kanisani, lakini niko mwili hapa, lakini mimi niko jikoni kule nyumbani. Niko nawaza wale panya. Wale samaki sikufurika. Itakuaje leo? Takuta kweli. Sipi nichomoke mara moja nikimbie nikafunike pale yule paka ni mwizi imekuaje leo ameingia ndani. Nataka nimfungie nje. Yaani tunahangaika hapo kuongelea nia mtu anawaza paka kule nyumbani atakula mboga za mchana. Huyu mtu hayuko hapa.
huyu mtu yuko kule, ndio huyu mtu yuko kule, au umekuja ili sasa nitaenda wapi sasa hivi? Acha niingie kwanza, acha tu niingie nikae na mimi nionekane pale. Hiyo ni nia, hiyo ni nia, na Mungu anajua. Yaani naweza nikawa niko humu lakini mbele za Mungu sijaenda kanisani. Kwenda kanisani sio kuingia ndani ya jengo la ibada. Kwenda kanisani ni moyo. Biblia inasema katika ibada Mungu anaangalia nini? Mungu anaangalia moyo. Na moyo ndiko iliko nia ya mtu. Yaani ule umaanishaji wangu wa dhati ya moyo wangu ndio Mungu anaoangalia. Yaani Mungu anaona zaidi ya mchungaji. Mchungaji anaweza akaona hapa na Mungu anaweza kumfunulia mchungaji akaona, akakaa kimya wakati mwingine akakwambia, wakati mwingine akaamua kukuombea, sio kila kitu tunazungumza, wakati mwingine siambiwe, lakini wewe mwenyewe ndani ya moyo wako lazima ukushuhudie hiki kinachokifanya ni kweli kimetoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hebu tuangalie kwa mfano, tuangalie Waebrania 3:17-19. Waebrania sura ya 3 sura mstari wa 16 mpaka 19. Biblia inasema, maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? 17. Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Tena ni akina nani aliowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? 19. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ningeweza kusoma maandiko mengi lakini sijataka nisome sana. Hebu nikupitishe kidogo. Wana wa Israeli Mungu aliwatoa Misri na wapeleka wapi? Kanaani. Lakini nikushangaza, yaani wana wa Israeli wale wote ambao Mungu aliamua kuwateketeza na kuangamiza jangwani. Unajua waliingia watoto baada ya miaka 40, sivyo? Walizunguka jangwani kwa miaka 40. Mungu akawafuta wale wengine wote, akabakiza wapya waliozaliwa jangwani. Yaani walioingia nchi ya Kanaani ni watoto pamoja na watu wengine wachache kama Yoshua pamoja na Karebu na wengine wachache sana ambao walionyesha mbele za Mungu kwamba wao wanamwamini Mungu. Unajua sababu ni ipi? Mungu aliwatoa Misri, wao wako jangwani wakielekea Kanaani, lakini mioyo yao bado iko wapi? Bado iko Misri. Yaani leo. Yaani Mungu anamfikisha mtu hatua moja, anampeleka hatua nyingine, lakini bado anaangalia kanisa kule. Anamfikisha hatua nyingine, yeye bado anaangalia kule. Hatua nyingine bado anaangalia kule. Biblia inasema yeyote anayechukua jembe kwenda shambani na bado anageuka nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kwa mfano, Mungu tulikuwa kuna maji machungu, sawa, jangwani. Akageuza maji kuwa maji matamu kutoka 15:22 mpaka 25. Hilo la kwanza. La pili, walisikia njaa, wakalalamika, Mungu akatoa mikate kutoka mbinguni, kutoka 16 mstari wa 2 mpaka wa 3. Haya, kuna wakati kulikuwa hakuna maji jangwani. Lakini Mungu akatokeza maji kwenye mwamba. Kutoka 17:3 hadi 6. Mungu alifanikiwa kuwaondoa Israeli watu, lakini fikra zao kuondoa Misri wana wa Israeli, lakini fikra zao zilikuwa bado ziko Misri. Unajua kila mahali walikuwa wanamwambia, nisome hata moja. Kutoka 15. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 22. Mtafute hapo. Musa akaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jangwa likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnung'unikia Musa wakisema, tunywe nini? Wakamnung'unikia Musa, tunywe nini? 16 ni hapo 16 mstari wa 2 na wa 3. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanung'unikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetoa huko na kututia katika bara hili ili kutuua kwa njaa kusanyiko lote hili? Yaani wameshatoka Misri, wako katikati wakielekea nchi ya ahadi,
lakini walipopata njaa tu wakakumbuka tena Misri. Ni bora tungekuwa Misri, tungekuwa tunakula. Yaani nimekwisha kutoka gereza la Musoma, niko huru hapa, alafu nashinda njaa, nasema tena kwa nini nimetoka tena gerezani na njaa? Si nilikuwa nirudishwe mle ndani, nilikuwa na uhakika wa kula kila siku. Huyo mtu anafikiri vizuri. Kwa hiyo maana yake moyo wangu bado upo gerezani. Bado mimi ni mfungwa. Mimi Victor nimetoka nje ya gereza. Lakini moyo wangu au fikra zangu bado ziko wapi? Ziko gerezani. Huyu mtu amekombolewa bado? Bado hajakombolewa, si ndio? Haya. Ukiangalia tena 17:3 mpaka 6, 17:3 swali machache. Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Yaani wao pamoja na kwamba Mungu amekwisha kufanya mambo mengi. Sawa? Yaani Mungu anawatendea, hawana chakula, anawapa chakula. Wanaenda. Wanasikia tena kiu. Si ni bora tungebaki kule Misri, ambapo hatuna maji, Mungu anawapatia maji. Si ndio? Wanavuka. Mbona tena hatuna hiki? Sababu tungebaki Misri. Yaani Mungu alichukia kwa sababu alikuwa anazunguka na watu ambao hawakuwa na nia ya kwenda wapi? Ya kwenda Kanaani. Yaani Mungu anataka kuvusha kupeleke Kanaani, lakini hauna nia ya kwenda Kanaani. Tena hao tunawalazimisha. Mungu alilazimika kuwaua wote jangwani. Mungu aliwaangamiza wote. Aliwazungusha tu. Ni karibu sana kutokea Misri kwenda Kanaani, ukinyoosha ni karibu mno. Lakini mwendo kama siku 3. Lakini aliwazungusha jangwani, wanazunguka mlima pale pale kwa miaka 40 ili wafe wote ambao hawana nia ya kwenda Misri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiangalia nia yangu, akiangalia nia yako, kama sina nia ya kwenda mbinguni, hata kuwa na muda wa kunilazimisha wala kunibembeleza. Atakuacha tu uangamie. Sasa lazima niwe na nia, Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema hivi, kuendelea kusikia na kutokuamini ili kubadili nia ovu au nia mbaya nilionayo inaua nia au dhamiri. Inafika wakati huwezi kubadili maisha yako au tabia yako au nia yako tena. Tuongelee hatari. Kuna hatari hapa, sio? Unapoendelea kusikia neno la Mungu na bado hautaki kubadilisha nia yako, na Mungu akaona hauna nia ya kwenda mbinguni. Unapoendelea kusikiliza neno la Mungu pia linaua. Linaua pia. Unalizoea. Unalichukulia kawaida. Wanasema unachukulia poa. Unaona hakuna shida. Ukishazoea neno la Mungu, ukaliona la kawaida, shetani ameshakumaliza. Wewe haubadiliki tena. Ndio maana nasema unafikia hatua, sawa? Yaani ile nia ya Mungu ndani yako inakufa au dhamiri inakufa. Dhamiri ya mtu ikifa, huyu mtu hawezi kuokoka tena. Huyu mtu hawezi kuingia mbinguni tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni hatari kila unaposikia neno la Mungu kutoka kwa mchungaji hapa, anapokuwa anahubiri na kufundisha, unaposikiliza, kila wakati unaposikiliza, alafu ulifanyii kazi. Tena kesho unasikiliza, haulifanyii kazi. Unasikiliza, ulifanyii kazi. Tatizo lake ni hili moja. Unazoea. Baada ya kuzoea, dhamiri yako inakufa. Baada ya dhamiri ya mtu kufa, hawezi tena kufanya mapenzi ya Mungu. Hautaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hautaweza tena. Unakuwa ni mshirika wa kawaida, mshirika wa mazoea. Yaani unaingia kanisani kama unaenda kwenye kikundi. Kuna vikundi, ile vikoba. Kwa unakuwa unaingia kanisani kama unaenda kwenye kikoba, au kama unaenda kwenye mkutano tu, au kwenye kijiwe. Yaani ile nguvu ya Mungu au ile hofu ya Mungu, ile nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuokoa inaondoka ndani ya mtu, sivyo? Biblia inasema, Yesu alisema, hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu aliye wapi? Aliye mbinguni. Kwa hivyo kumbe ile nguvu ya Mungu ya kumvuta mtu kwenda kwa Yesu, kwenda kwenye wokovu. Yesu ni kitu cha rehema, kutupatanisha na Mungu. Ile nguvu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ateremki yeye mwenyewe akazungumza na mtu. Si ni roho anaingia ndani ya mtu, anazungumza neno la Mungu. Sasa Roho wa Mungu anakuvuta kwa nini? Anakuvuta kwa mahubiri, anakuvuta kwa mafundisho. Leo hii ukisikia sauti ya Mungu, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Ukiufanya moyo kuwa mgumu, Mungu ataona huyu mtu hana nia ya kubadilika. Kwa hiyo dhamiri yangu inakufa, na baada ya kufa dhamiri, hapa kukoka tena hakupo. Ebrania sura ya 3 mstari wa 15. Sura wa Ebrania sura ya 3 mstari wa 15.
inenapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Tumesoma kwa habari za wana wa Israeli. Kwa hiyo kumbe anayefanya moyo mgumu ni mimi mwenyewe. Biblia inasema katika ibada Mungu anaangalia moyo ni sawa, lakini maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. Kwa hiyo maandalizi ya kulipokea neno la Mungu, maandalizi ya kumpokea Roho Mtakatifu au uwezo wa Mungu letao wokovu uko ndani yangu mwenyewe. Nikikubali nitafanikiwa. Nisipokubali, Mungu hawezi kumlazimisha mtu. Katika kitu cha ajabu ambacho Mungu amekiumba kwa mtu ni nia. Yaani Mungu hawezi kunilazimisha wala hawezi kukulazimisha, isipokuwa atakufundisha, ndio kukuvuta. Mungu, Yesu aliposema hakuna anayeweza kuja kwangu isipokuwa amevutwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kuvutwa, anafanya kazi ya kutuvuta ni Roho Mtakatifu. Na anaifanyaje wakati kutuvuta? Ni kwa neno la Mungu. Yaani haya ambayo tunayasikia sasa hivi, na mimi mwenyewe yananihubiri. Haya nayo yaongea mimi na mimi mwenyewe naniingia, sinasikia. Si ndio? Sinasikia. Na baadaye nitaenda kujisikiliza tena, najifunza tena mimi kwamba sasa hapa na mimi sizungumzi tena. Na mimi nasikiliza Mungu alikuwa anasema nini? Na mimi nasikia kwenye utulivu. Najisikiliza na najifunza, na ikiwezekana naandika. Yako mengine nilizungumza wala hayakuwa kichwani, nitayagundua hivi na hili, kumbe hii iko hivi. Ni mimi mwenyewe nilikuwa naongea, lakini kuna mambo sikujua kama mimi niliyazungumza, nitayapata baada ya kuwa nimerekodi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukisikia sauti ya Mungu, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Nia ina uwezo mkubwa kuliko chochote duniani. Mungu hamlazimishi mtu kubadili nia yake. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 28 anasema, walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Hiyo ni Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Kwamba walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, aliwaacha. Tumejifunza Mungu hamlazimishi mtu. Kwa hiyo walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, katika akili, katika fikra, ili ageuze nia zao, aliwaacha na waliangamia. Mungu anataka tuwe na nia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza habari ya nia, tumeona nia inayotengenezeka, tumejifunza namna ambavyo tunaweza kutunza maisha yetu ili kuwa na nia njema, lakini Mungu anataka tuwe na nia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza, kienda Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 16, Biblia inasema, maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Huyu ni mtume Paulo anawaandikia Wakorintho. Anasema sisi, akimaanisha yeye, mitume wengine pamoja na wale wote waliompokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ya kuwa wao wanayo nia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo alikuwa na nia ya nani? Ya Kristo. Kwa hivyo leo mimi na wewe tunapaswa kuwa na nia ya Kristo. Sio kuwa na nia zetu wenyewe tunazotaka sisi. Hapana. Unapookoka na kuja kwa Mungu, maana yake lazima uwe na nia ya Kristo. Na nia ya Kristo inakujaje? Hatua ya kwanza kabisa ambayo Mungu anaitaka mtu aichukue ili awe na nia ya Kristo ni hatua ya kwanza ya kuikana nafsi yake mwenyewe. Luka sura ya 9 mstari wa 23. Ukisoma Luka sura ya 9 na mstari wa 23, Biblia inasema, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbe hatua ya kwanza ili niwe na nia ya Kristo, nimejifunza kuhusu nia. Ili niwe na nia ya Kristo, hatua yangu mimi ya kuchukua ni kufanya nini? Ni kujikana mwenyewe. Naelewa maana kujikana, lakini mimi nilikuwa ni mtu napendelea kunywa kweli usiku kucha mchana kutwa. Yaani nasikia furaha ya hali ya juu. Lakini sasa hatua yangu ya kwanza ili niwe na nia ya Kristo, kwanza kabisa ni kujikana mwenyewe. Nilikuwa napenda kuvuta sigara sana, na ninafurahia kitendo. Kuna mtu ni mtu anapendelea wanawake, anapendelea wanaume, ndio maisha yake, uzinzi, zinaa. Yaani ndio starehe yake. Kwa hiyo natakiwa hatua ya kwanza nichukue mimi mwenyewe. Kabla ya Mungu hajaanza kunishughulikia, baada ya kulisikia neno lake leo, nachukua hatua mimi mwenyewe ya kujikana nafsi yangu. Kujikana nafsi yangu. Nimesoma pale, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kwanza najikana, lakini cha pili
Baada ya kujikana nafsi zetu, Roho Mtakatifu anaweka nia ya Kristo ndani yetu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 12. Kwa hiyo ili tuwe na nia ya Kristo, ili tuwe na nia ya Mungu, lazima tujikane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpigie Yesu makofi. Ili kuwa na nia ya Kristo, ili kuwa na nia ya Kristo, hatua ya kwanza, najikana nafsi yangu mwenyewe. Na baada ya kujikana nafsi yangu mwenyewe, hatua ya pili, Roho Mtakatifu anaweka nia ya Kristo ndani yangu. Na kumbe nia ya Kristo, mimi nachukua hatua yangu ngapi? Ya kwanza. Najikana kwanza, naanza kujizuia. Hatua ya kwanza ni ya kwanza, najizuia kuyafanya hayo kwa nguvu, kwa akili, kwa ujanja, kwa elimu, kwa uzoefu, kwa kuwaona wanasaikolojia, kwa kuona madaktari wa afya ya akili, kwa kuona wataalamu wa kijamii. Najifunza kwa juhudi zangu binafsi namna ya kujikana, na hata hayo. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, namuomba Mungu anipe nguvu. Nguvu hii ni Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu itaweka nia ya Kristo. Sasa nisiishi kwa kupata nia yangu mimi isiyofaa mbele za Mungu, lakini niishi kwa kupata nia ya nani? Nia ya Kristo. Nia ya Kristo, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 12. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamue ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu, tupate kuyajua mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tunalazimika kuchukua hatua sisi wenyewe ya kujikana yale mapenzi yetu sisi tunayoyapenda. Yako mengi tunayapenda sisi. Yuko mtu anapenda uongo, yaani yeye bila kuzungumza habari za mtu, yaani usingizi hauji kabisa usiku, mpaka ameipeleka habari mahali, amechukua hapa hadi kulala nayo usiku apate usingizi, mpaka ameipeleka mahali. Hiyo ni nia mbaya, ni nia ya mwovu, nia ya shetani, na hiyo ni dhambi, usengenyaji. Sasa inanitesa. Kwa hiyo nachukua hatua ya kwanza ya kujizuia. Leo siendi kupeleka huu umbea, leo sipeleki huu ubuyu, si upeleki leo, siendi huko, siendi leo. Yaani unajizuia, unajikana nafsi yako. Wakati huo ukiendelea kumuomba Mungu akusaidie, wakati ukiendelea kumuomba Mungu akusaidie kutokuwa msengenyaji, kutokusambaza ubuyu na maneno ya watu kwenye nyumba za watu, wakati huo nikiendelea kumuomba Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu atanipa nguvu. Akikuta automatic kesho kutwa sijisikii tena kusikiliza hizo habari, sijisikii kuzizungumza wala kumsimulia mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa naelekea mwishoni, leo nimesema tujifunza habari ya nia. Na tumeona nia ni dhamiri, kusudi au malengo ambayo nakuwa nayo. Na kwa ufupi tu tumejifunza kwa habari ya nia ya Kristo. Mungu angetaka wote tuwe na nia ya Kristo kama Paulo. Paulo anasema yeye alikuwa na nia ya Kristo. Yeye alisema aliona kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kufikia hatua ya wewe kusema kwamba mimi kuishi itakuwa ni Mungu tu, nafanya kazi moja tu ya Mungu, na nikifa kwangu ni faida. Hiyo fikra sio ya kawaida. Watu wanawaza magari, watu wanawaza hela, watu wanawaza umaarufu, watu wanawaza vyeo, watu wanagombania ubunge, wanagombania uwaziri, watu wanapigana risasi, anamtoa kwenye cheo, mtu anamroga mwenzie. Wewe unawaza kwamba kuishi ni Kristo tu, yaani wewe maisha yako ni Mungu tu. Huo sio uwezo wa kawaida. Tunapaswa kumwomba Mungu atupe nia yake. Mungu akitupa nia yake kupitia Roho yake Mtakatifu, tutaishi kwa mapenzi ya Mungu na tutageuzwa. Anasema mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba. Baba Mungu, muumba mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ninakushukuru kwa kuwa nilikuomba Mungu Roho Mtakatifu tufundishe leo kuhusu nia, tusibadilisha nia zetu mbaya, ili tuwe na nia ya Kristo na tuishi mapenzi yako, na siku moja tukuone wewe baada ya kutoka ndani ya miili hii. Mimi ninajua yuko yule ambaye kazi yake kubwa ni kuja na kuiba neno katika mioyo yetu, ni kuja na kuliondoa katika mioyo yetu ili lisizae matunda,
katika maisha yetu, na tusibadilike. Na kataa katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, yule ajaye na kuiba neno hili ndani ya mioyo yetu, ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuondoa katika mioyo yetu, na kuondoa katika fahamu, na kuondoa katika akili, na kuondoa katika fikra zetu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba neno hili likawe muhuri katika mioyo yetu. Baba, umesema sio wewe utakayetuhukumu, lakini ni lile neno tulilolisikia. Mungu, narudia hapo, nikirudia hili nikumbusha mbali ya kwamba sio mimi nitakayewahukumu, lakini ni lile neno mlilolisikia ndilo litakalowahukumu. Baba, neno hili litakuwa hukumu wakati wowote utakapotuondoa ndani ya mwili huu, na mimi sijui saa ngapi nitaondoka, wala hatujui kwa pamoja tunaondoka saa ngapi ndani ya miili hii. Baba, naomba neno hili lisiwe tu muhuri, maana litakuwa hukumu kwetu baadaye, lakini likae. Roho Mtakatifu, tukumbushe kila wakati, liendelee kuimba tukitembea, liendelee kuimba tukilala, tuote neno hili, endelee kutufundisha Roho Mtakatifu. Mimi nimeongea kawaida sana kwa jinsi ya kibinadamu, lakini wewe unayo namna ambayo unaweza kumfahamisha na kumuelewesha kila mtu kulingana na uwezo wake wa akili, kulingana na elimu yake, kulingana na uzoefu wake, kulingana na maisha yake anayopitia, ukampa tafsiri sahihi kulingana na jinsi alivyo, akaifahamu kweli hii, ikawa msaada katika maisha yake. Najikabidhi mikononi mwako sasa Bwana, nikikushukuru kwa yote uliyotendeka mahali hapa kupitia jina lake Yesu, yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Watu wote tuseme amen. Amen.